Simulizi inaanza na binti mrembo, jina lake anaitwa Yuka. Huyu ni mwanafunzi wa sekondari ambaye wanafunzi wenzake wamekuwa wakimtesa sana. Siku moja hivi akiwa mnyonge sana, kuna wasichana wanakutana naye na kumpiga kikombo. Hii ilikuwa ni baada ya kuona vipeperushi vinavyoonyesha ana ndoto za kusoma shule kubwa sana ya elimu ya juu. Mabinti wakamdharau sana, wakimwambia hawezi kusoma shule yenye hadhi ya kiasi hicho, na kisha wakakanyaga vipeperushi vile na kuondoka zao. Lakini kwa wakati huo huo anatokea kijana jina lake anaitwa Koi. Japo nywele zake zinaonyesha pengine angekuwa muuni, lakini mwamba anaonekana kumjali sana bibie. Kwa hiyo anaokota kipeperushi na kumrudishia Yuka. Wakati huo Yuka alikuwa anajisikia vibaya sana, akimwambia mshikaji kwamba anahisi kabisa kwamba hakuna anayempenda. Mwamba anamjibu hata yeye pia kuna muda anajihisi mpweke sana. Koi anamsifia bibia akimwambia shule atakayokwenda basi nguo zake zitampendeza kinoma. Yuka anamwambia mshikaji kwamba anatamani kubadilika. Mwamba anamwambia hatomsaidia mpaka atakapomwomba amsaidie. Siku inayofuata wasichana wakorofi wanaiba viatu vya Yuka na kuvitupa katika dustbin, na kibaya zaidi wanamwonyesha dharau kwa kumcheka. Kwa hiyo anamwambia bibie kwamba hatakiwi kuendelea kuishi kama hivi. Bibie anamjibu kwamba amekwisha kuzoea, yeye anaishi katika hii shule kama jiwe tu, hakuna ni mjali. Kwa hiyo anazidi kusisitiza akimwambia bibie amuombe msaada. Bibie anamwambia kwa upole kwamba yeye ni jiwe, hakuna ni mjali, kisha akaondoka. Baadaye msichana mmoja mkorofi anamwomba bibie aweze kumnunulia chakula na kisha anamsukuma chini. Bibie alijikuta akidhalilishwa mbele ya darasa. Wakati huo Koi anatokea na moja kwa moja mama anachuchumaa kwa upole na anazungumza kwa sauti ya chini akimwomba bibie aweze kumruhusu amsaidie. Safari hii Yuka hakatai, anamruhusu kabisa mshikaji. Mwamba anakubali na kisha anasimama. Mwamba anawaambia mabinti wale kwamba huyu msichana sasa yuko chini yake na yeyote atakayemgusa basi atakutana na mtema kuni. Basi wakahama katika shule sekondari wakaingia katika elimu ya juu. Ni kama form 5 na form 6 vile, na bibie Yuka akajikuta yuko pamoja na Koi. Siku ya kwanza katika masomo ya elimu ya juu, mabinti wote wakawa wanampenda sana Koi, maana mshikaji alikuwa anaonekana mtanashati kinoma. Sasa kuna wavulana walimchokoza, mshikaji akamwagia soda, lakini kwa bahati mbaya kabisa akamwagia na bibie. Hata hivyo Yuka ndiye aliomba msamaha na kisha kwa aibu sana akaondoka zake huku akikimbia. Sasa Yuka akiwa nyumbani, kuna malengo ameandika, anatamani siku moja simame mbele ya darasa na aweze kabisa kuwasalimia wanafunzi wenzake. Basi moja kwa moja bibie akaanza kufanya mazoezi, maana kwa upande wake kusalimia watu inakuwa inamtia uoga kinoma. Sasa siku inayofuata anawahi darasani na moja kwa moja anaanza kusalimia japokuwa hakuna mwanafunzi hata mmoja. Lakini uzuri ni kwamba Koi anatokea na moja kwa moja anajibu salamu yake. Bibie alikuwa anaona uoga kinoma. Kwa kuwa Mwamba anamuelewa, basi anaanza kumfanyisha mazoezi pale. Bibie anajikuta akiweza kumjibu. Sasa mida baadaye Bibie akajikuta akipata ujasiri wa kuweza kumsalimia jirani yake, jina lake anaitwa Ayumi. Kitu cha kuweza kutia moyo ni kwamba Ayumi alijitambulisha kwa Bibie, akawa rafiki yake wa kwanza kabisa. Basi muda wa michezo, wadada wote wakawa wamejikusanya kumuona mshikaji akiwa anacheza mpira. Lakini kwa wakati huo Yuka anajitahidi na kuweza kuwaponyeka wanafunzi wenzake na kuondoka. Anapofika nyumbani anajikuta akiwa na amani kwa sababu ameweza kusalimia wenzake. Kwa hiyo lengo lake la kwanza limekwisha. Siku inayofuata Yumi anamwalika Yuka waweze kula kwa pamoja, asile peke yake kinyonge. Mojawapo kati ya wanafunzi wa kiume anamuuliza Yuka imekuwaje mpaka amekuja kusoma mbali kutoka nyumbani kwao. Bibie anamjibu shule aliyotoka wanafunzi wenzake walikuwa kimdharau, walikuwa kimuumiza sana, mpaka pale ambapo Koi alipojitokeza na kumpatia ujasiri na kumsaidia katika kila jambo. Bibie alimsifia sana mshikaji. Wakati huo Koi alikuwa anajifanya kama asikii chochote, alijifanya kuwa amelala usingizi. Lakini ukweli ni kwamba maneno yote ambaye aliyozungumza Yuki yalifika mpaka katika moyo wa mshikaji. Mwamba akajikuta anajisikia vizuri sana moyoni mwake, kwa sababu hii ni sababu ya Bibie kuweza kuwa mjasiri na kutafuta marafiki wapya. Sasa changamoto ya Yuka ni kwamba kila wakati anaomba msamaha hata kama hajakosea yeye. Na hapa basi Koi anamuuliza ni kwa nini huwa anamuomba msamaha. Kitu cha kuchekesha ni kwamba bado Bibie hajabadilika kabisa, anamuomba tena msamaha kwa mara nyingine, anamtaka amsamehe. Siku ya leo Koi anamwambia Bibie kwamba aache kuigiza kama yeye ni jiwe, yeye ni mtu na aanze kuishi maisha yake. Wakiwa wanaendelea kuzungumza, mwanafunzi mmoja anayependa utani anakuja akisema, Yuka, inaonekana unampenda sana Koi, unakaa naye karibu kila saa. Kutokea nyuma Kasedo anasema ni kweli, kama humpendi basi njoo kae na mimi huku. Hapo hapo Koi anaingilia akisema huyu msichana ni wangu na ndio maana kila wakati anakaa karibu yangu. Mwamba alikuwa anazungumza kwa ujasiri kinoma. Wakati huu darasa zima lilikuwa likifurahi sana bila ya kujua kwamba Yuka alikuwa hajazoea kabisa haya mambo, alikuwa akisikia aibu sana. Basi kutokea pale darasa hili kila mmoja akawa anampenda Bibie na wengine wakawa wanaomba kuwa rafiki yake. Wakati huo Bibie alikuwa akijisikia huzuni kinoma kwa sababu hajui jinsi gani ya kuweza kuwajibu wenzake. Hata hivyo basi Yuka anamwambia aache kuwa na wasiwasi, aendelee kuenjoy maisha yake. Na pia Koi anamwambia yeye ni msichana mrembo sana katika hili darasa, hivyo aache uoga wake. Baada ya maneno hayo basi Bibie akajikuta akipata wasiwasi mkubwa sana, uoga ukazidi kuwa mkubwa sana upande wake. Na pia mshikaji anamtaka Bibie atengeneze marafiki wengi sana, karibia 100 kwa mwezi.
kwani kwa kufanya hivyo itamsaidia aweze kuwa na ujasiri mkubwa na hata hivyo hatakuwa mnyonge tena. Basi unaambiwa Yuka akakubali kabisa kuweza kutengeneza marafiki wengi. Basi mida ya kutoka shuleni, Yuka anakutana na rafiki yake anaitwa Ayumi. Yuka anamwomba Ayumi waweze kuwa marafiki. Ayumi anamwambia walishakuwa marafiki toka asubuhi. Huku upande wa pili kuna msela mmoja anamuuliza Koi kama atakuwa anampenda Yuka, maana mara zote wamekuwa pamoja. Mshikaji anajibu kwa utani akisema amemsaidia mara moja, lakini bibi amekuwa kimganda sana. Lakini ukweli unaonekana usoni mwake kwamba mshikaji amekuwa akimpenda sana bibie. Baada ya kufika nyumbani tunagundua kwamba Yuka amekwisha kumpenda sana mshikaji, na hapa basi yuko anamchora Yuka kwenye karatasi, yeye pamoja na wanafunzi wengine darasani, lakini moyoni mwake alikuwa akimwaza sana Koi kwa sababu anajihisi kampenda kinoma. Basi bibie akikumbuka jinsi ambavyo mshikaji alikuwa akimlinda na kumtetea na kutabasamu, na yeye basi anajikuta akitabasamu pia. Siku moja hivi wakati Koi akiwa anarudi nyumbani, kuna msichana alikuwa akimfuata nyuma, na yeye pia alikuwa akitabasamu kinoma. Basi unaambiwa mshikaji akatabasamu pia, kila mmoja akashindwa kuelewa huyu msichana ni nani. Siku inayofuata bibi akiwa anapita store anakuta chupa ya soda katika dustbin, na moja kwa moja kabisa anahisi kwamba mwamba atakuwa ndani ya chumba. Basi bila uoga anaamua kuingia ndani. Kwa bahati mbaya bibi anapiga kelele, mwamba anaamka kutokea usingizini. Na hapa basi Yuka anaigundua siri ya Koi kwamba huwa anakuja kujificha hapa kila siku. Mwamba anamuelezea kwamba huwa anakuja kujificha huku anapumzika, hakuna anempigia kelele kabisa. Bibi anamwambia Koi kwamba hii sehemu iko na amani sana, inamkumbusha maisha yake ya zamani. Baada ya kusikia hivyo, Koi anasimama akimwambia asikumbuke kuhusu zamani, asahau kabisa, sababu yeye yupo kwa ajili ya kumsaidia. Bibi anamuuliza ni kwa nini anamjali. Mshikaji anamjibu kwamba kuanzia sasa yeye ni jukumu lake, ni lazima aweze kumtunza. Baada ya kuingia darasani kwa pamoja, wanafunzi wote wanaanza kuleta utani. Bibi anajikuta akipata wasiwasi na uoga. Mama anamshika na kumpa njia, anamtaka sijibu kitu wengine wanapomtania. Basi unaambiwa walitazamana kwa muda, wakati Koi akitabasamu na kumfanya bibie azidi kuchanganyikiwa. Kisha mshikaji akatoka katika upeo wa macho yake. Basi baada ya pale, bibie akawa anajikuta anamkumbuka mshikaji, akikaa peke yake anatabasamu tu. Ayumi anagundua kwamba Yuka anampenda sana Koi, anamwahidi kuwa atakuwa upande wake mpaka siku ambayo Koi atakapomtongoza bibie na kumwambia kuwa anampenda sana na hawezi kuishi bila yeye. Siku moja usiku tunagundua kuwa Koi anaishi peke yake kwenye nyumba ya kupanga, maana kila kitu alikuwa anakifanya mwenyewe. Huku kwa upande wa Yuka anaandika malengo yake, maana ni kipindi cha mitihani, anatamani kuwa wa kwanza darasani. Basi bwana, siku inofuata wakiwa wanakwenda shuleni, bibi akaona tangazo moja hivi lilikuwa linahusu sherehe za kitamaduni. Basi wote kwa pamoja wakaahidi kwamba watakwenda huko. Sasa mida baadaye wakakutana mahali fulani kwa ajili ya kujisomea. Hii yote ni kwa ajili ya mtihani. Mara ghafla bibi anaitwa Serena akatokea akapunga mkono pale, lakini pia alikuwa amefuatana na wasichana ambao wana tabia mbaya sana, na hapa inajulikana kwamba Serena alikuwa ni ex wa Koi. Mmoja wa marafiki wa Serena anamfuata Koi na moja kwa moja anamuuliza ni kwa nini anaweza kumwacha bibie. Basi mama kwa utulivu anaamua kulipotezea lile swali. Msichana mwingine anamsogelea Yuka akimdhihaki kuwa hakustahili kabisa kukaa kando ya Koi. Bibie akajikuta anakuwa mnyonge sana, kwani hajazoea kabisa ugomvi. Lakini unaambiwa Koi baada ya kusikia maneno hayo akasimama tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kumtetea bibie. Uzuri ni kwamba kabla hajazungumza kitu, Serena anachukua kikombe cha maji na moja kwa moja anawamwagia wenzie, na kwa kujisikia vibaya sana mabinti wale wakaamua kuondoka zao pale. Basi unaambiwa Serena akaomba msamaha pale. Wakati anataka kuondoka, Yuka hakutaka aondoke tu, alisimama na kumshukuru kwa kuwa ameweza kumtetea. Basi Serena anamtaka Yuka asiweze kujali maneno ambayo ameambiwa, na kabla hajaondoka anasema amekwisha kujua kwamba bibie ni nani kwa sasa, watakutana tena siku nyingine. Bida baadaye Ayuni anaelezea kuwa alisoma na Serena shule ya sekondari kabla bibie hajaamua kusoma masomo tofauti. Siku inayofuata wasichana wawili wakamfuata Serena wakimtaka aweze kuomba msamaha, lakini bibie hakukubali kabisa kuomba msamaha kwa sababu wao ndio waliofanya makosa pale. Mmoja kati ya wasichana wale akataka kumpiga Serena, lakini hapo hapo akawa ametokea bibie Yuka. Yuka akawa anamtetea Serena pale akisema kwamba siku ya jana Serena alikuwa akimtetea yeye, hivyo kwa sasa anatakiwa kupigwa si Serena bali ni Yuka. Bibie alizungumza kwa ujasiri sana, wakati ambapo Koi anatokea anaulaza mkono juu ya kichwa cha Yuka, anauliza kama kutakuwa kuna tatizo. Na baada ya pale basi kwa uoga mkubwa mabinti wale wakaamua kuondoka zao. Baada ya tukio lile Serena akataka kuondoka, lakini Koi akamfuata na kumshika mkono wake. Baada ya bibie kuona tukio lile moyo wake ukamuuma sana, akajikuta anabanwa na kifua. Wakati wa kurudi nyumbani Yuka alikuwa na mawazo sana. Ayumi akaligundua tatizo lake, akawa anajaribu kuweza kumtia moyo akimwambia hakuna anayeweza kumwelewa Koi kabisa, maana mara zote kila mmoja anampa kipaumbele. Huku upande wa pili Sido anamuuliza Koi kama atakuwa bado anampenda Serena,
Lakini kabla mshikaji hajajibu, kuna mwamba akamwambia hawezi kuwaweka wote wawili, akimaanisha Serena pamoja na Yuka. Baada ya kusikia yote hayo, mwamba hakujibu chochote na moja kwa moja akaamua kuondoka zake. Sasa siku inofuata Yuka akakutana na Serena, moja kwa moja wakaanza kupiga stori. Serena anamwambia shule ya sekondari alikuwa akiteseka sana, kwani huko walikuwa kimdharau sana, wakimtaka hawezi kujiua kwa sababu ni mbaya kinoma. Lakini pia Koi alikuwa ni mtu pekee ambaye alikuwa akimsaidia mara kwa mara, akimpa moyo na kuweza kumtetea. Yuka akajikuta akipata huzuni sana, akihisi pengine mwamba alikuwa akimtetea yeye peke yake na hajawahi kumtetea mtu mwingine yoyote yule. Basi Yuka anamuuliza Serena kama bado atakuwa anampenda Koi. Bibi anasema hampendi kabisa. Yuka anamuita kuwa ni muongo sana. Serena anasema hata kama atakuwa anampenda kwa sasa, hata kama atakuwa anampenda Koi kwa sasa hampendi hata kidogo. Moyo wake uko juu ya Yuka. Yuka yeye akawa anaficha hisia zake juu ya Koi, hakutaka kusema ukweli kama anampenda pia. Muda wa kwenda nyumbani, wakati bibi anaondoka, anakutana na Koi, lakini anamtazama tu bila kumwambia kitu chochote kile, na moja kwa moja basi anaamua kuondoka zake pale. Baada ya kufika nyumbani, bibi anaamua kufuta picha zote alizozichora zinazomwonyesha akiwa pamoja na Koi na watu wengine. Basi kwa upande wa Koi akajikuta akipata huzuni kinoma, kwa kuwa bibi amekuwa akimtenga sana. Hata wakati ambapo mitihani imeisha, ni wakati wa kwenda likizo, bibi hataki kumwaga kabisa. Anamwambia juu kwamba tutakutana semester ijayo kama si marafiki vile, akiwaacha wanafunzi wengine wakiwa wanashangaa kuna kitu gani kinaendelea kati ya hao wawili. Wakiwa nyumbani, zinafika sikukuu za kitamaduni. Bibi alitamani sana kwenda na Koi, lakini anajikuta akiwa peke yake. Ashukuriwe Mungu, wakati anakwenda anakutana na Ayumi. Lakini punde si punde anatokea Seido akitaka kuongea na Ayumi, na moja kwa moja bibi anagundua kwamba wanahitaji muda wa pamoja. Basi bibi anaondoka akiwa mnyonge sana, lakini akiwa njiani anakutana na Serena, na hapa bibi anamwambia kwamba kwa sasa hana ukaribu wowote unaomfanya aweze kuwa karibu na Koi. Kwa sasa Koi amekuwa akimpenda sana Yuka. Kiukweli maneno ya Serena yaliugusa sana moyo wa Yuka. Bibi akajikuta akipata mawazo mengi moyoni mwake, akawa anajiuliza kama kweli mwamba atakuwa anampenda au vipi. Akiwa katikati ya mazungumzo, ghafla Koi akatokea. Baada ya bibi kumuona akakimbia, lakini mwamba akamfuata na kumshika mkono wake. Mwamba akawa anamuuliza bibi, ni kwa nini umekuwa kinitenga sana? Na kisha anamwambia kama hunitaki niambie, nitazame usoni mwangu moja kwa moja machoni mwangu, na kisha uniambie kuwa hunitaki, na kama basi ukifanikiwa kuniambia hivyo, basi sitakusumbua tena katika maisha yako. Basi moja kwa moja bibi akaanza kumuelezea mshikaji kwamba hajisikii vizuri sana kwa karibu yake, lakini Koi akagundua kwamba bibi amekuwa kidanganya, huu ulikuwa ni uongo kutokea kwake. Yuka akawa anamuuliza mshikaji ni kwa nini awe na mahusiano na mtu kama yeye, mtu ambaye amekuwa akipendwa na wanawake wengi sana. Koi akamuuliza bidada, kwani mpaka sasa bado unajiona kama ni jiwe? Maana bibi amekuwa akijichukia sana. Bibi akamwambia mshikaji kwamba ni kweli anajiona kama jiwe. Basi moja kwa moja mwamba akamshika mikono yake akamsogelea, kisha akamwambia hata kama kwa sasa utajiona kama ni jiwe, mimi kwangu wewe ni jiwe lenye thamani sana kwenye maisha yangu. Baada ya kusikia maneno hayo, bibi akajikuta kilia pamoja na kutabasamu kwa wakati mmoja. Mwamba akamziba uso wake ili basi mtu asione jinsi ambavyo bibi alikuwa kilia, unaambiwa. Lakini bado tena bibi akaondoka akimwacha mshikaji bado akiwa katika sintofahamu. Basi moja kwa moja bibi akamfuata Serena akimwambia kuwa kwa sasa anajihisi kwamba anampenda sana Koi. Serena akamsogelea akimpongeza sana, anamwambia kwa sasa anajisikia amani kwa kuwa bibi ameweza kusema ukweli kuwa anampenda sana Koi na anahisi kwamba Koi atakuwa katika mikono salama. Basi bibi anamwambia aweze kumtuza sana Koi, asimwache akateseka. Baada ya Ayumi kusikia maneno ambayo anaambiwa rafiki yake, akajikuta akilia tu, lakini wote kwa pamoja wakaishia kucheka kwa upendo na furaha kubwa, na urafiki ukawa ni mkubwa sana kati ya hawa mabinti watatu. Lakini siku chache baadaye wote kwa pamoja wakaingia bichi kwa ajili ya kwenda kuogelea. Wakawa na furaha na upendo ulionyonyesha wenye nguvu kinoma, wanalipasua tikiti maji na wanalila kwa pamoja pale. Basi baada ya muda fulani Yuka akajikuta akipata nafasi ya kuweza kuzungumza na Koi, na hapa basi akawa anamshukuru sana kwa sababu bila yeye asingeweza kuwa na marafiki kama alionao sasa, na pia anaongeza akisema asingekuwa na tabasamu ambalo analo kwa sasa. Mwamba akatabasamu akimwambia bibie kwamba kuanzia siku ya leo atakuwa ni mwanamke mwenye furaha sana duniani. Hawa wawili wakajikuta wakitabasamu tu pale, na moja kwa moja wakaonekana kama wana mahusiano vile. Serena alikuwa anawatazama kutokea mbali, alijikuta akiumia sana moyoni mwake, kwani alitamani sana
kama ingekuwa ni yeye awe kando kando ya mshikaji. Basi Sedo akagundua kile ambacho Serena alikuwa anakifikiria kichwani, na moja kwa moja akawa anamtania pale. Mwamba anamwambia bibie kwa sasa atakuwa na wivu sana. Bibie naye anamjibu kwamba yeye ndo mwenye wivu kwa sababu hana mahusiano kabisa. Hata hivyo bibie anasema ukweli kwamba moyoni mwake bado anampenda sana mshikaji, lakini ukweli ni kwamba hawezi tena kuwa kandokano ya Koi kwa sababu anampenda sana mtu mwingine. Hata hivyo anawataka waendelee kuwa kwenye mahusiano. Basi kufikia hapa tunakuwa tumefikia mwisho wa hii sehemu ya kwanza, sehemu ambayo ilikuwa inawatambulisha hawa wawili Koi pamoja na Yuka. Kama utakuwa unahitaji sehemu ya pili, basi tafadhali usisahau kuandika kwenye comment kuwa unahitaji sehemu ya pili, na pia kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na sisi, tafadhali usisahau kusubscribe, pia turn on notification bell ili uwe wa kwanza kabisa kujiunga na familia yetu kila siku saa 2 tunapoachia kazi mpya. Lakini pia kwa siku ya leo mimi sina la ziada. Kwa majina naitwa Chris mwana wa W, na kutakia usiku mwema na usingizi mzuri na mafanikio katika maisha yako. Tukutane siku nyingine, bye.